Ni saa 1:02 usiku. Ujambo na karibu katika taarifa zetu kwa kamilifu. Jina langu ni Celestine Shiuka. Mbunge wa Matuga Kassim Sawa Tandaza, ambaye ni mwanachama wa kamati ya kitaifa ya maji, amefanikisha kupatikana kwa mradi wa shilingi milioni 100 kupitia serikali ya kitaifa ili kuwanufaisha wakazi mbalimbali katika eneo la Mwaluvamba. Mradi huu utalenga ukarabati wa kituo cha uchukuzi wa maji ya Mwele na kupanua upatikanaji wa maji safi ya kuaminika kwa jamii nzima. Mpango huu unatarajiwa kubadilisha maisha ya wakazi kwa kusaidia kuinua kilimo kwa unyunyizaji maji. Kupitia upatikanaji wa maji wa kuaminika, wakazi hususan vijana na wanawake watawezeshwa kushiriki katika kilimo, kuimarisha usalama wa chakula na kujiajiri. Unasikiliza Jack FM 106.2, nguzo ya jamii. Na takriban wafanyabiashara 100 wa bidhaa za kitalii Bahari Kurio, eneo la Chandarana huko Diani, kaunti ya Kwale, wameandamana mapema leo kupinga notisi ya siku 7 inayowataka kuondoka katika eneo hilo ili kutoa nafasi kwa mwekezaji binafsi kuendeleza shughuli zake. Kulingana na wafanyabiashara hao, wanaomba kupewa muda zaidi wa kujitayarisha kuondoka baada ya kufanya biashara zao eneo hilo kwa muda wa miaka 25, hivyo kufurushwa kwa notisi fupi kuna hujumu haki zao. Hata hivyo, wamedai kupata vitisho kutoka kwa baadhi ya viongozi. Duniani uliona wapi notice za Monday to the next Monday? We are not here illegal. Even the government knows we are here and we pay tax. Local leaders jana wakakuja, walivokuja they told us we need to move leo, usifungue or we expect the worst. So we are asking, who are we going to run to? If the local leaders sisi wanna to threaten, they're supposed to be protecting us, but they're not protecting us. They're the ones who are threatening us. Na jamii zilizoathirika na mizozo ya ardhi kaunti ya Kwale sasa zinamtaka Rais Ruto kutafuta mwafaka wa kutatua mizozo hiyo kikamilifu, wakilalama kuwa tume ya ardhi inayomaliza muda wake mwezi ujao ilishindwa kuafikia suluhu la mizozo licha ya kuwa ofisini kwa muda wa miaka 6. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Mwafitina Juma Bakari, anasema kwamba licha ya tume ya ardhi kuwa na misururu ya ziara katika ardhi hizo zenye utata, hadi sasa hakuna mwongozo uliotolewa wa umiliki. Haya maneno yawafikie viongozi tofauti, hasa tunalenga president. Yafikie ajue kwamba matatizo bado yanaendelea, ijapokuwa alileta tume kuja kutusikiza ili matatizo yaweze kutatuliwa. Kweli tume ilikuja, lakini mpaka hivi tunavyozungumza bado hatujaitwa wala hatujui kwamba ni lini tutaitwa tuweze kupewa uhakika ama jibu kamili kwamba mashamba yetu tutagawanyiwa. Unasikiliza Jack FM 106.2, nguzo ya jamii. Wakazi wa wadi ya Kasemeni, eneo bunge la Kinango, walioathirika na mradi wa bwawa la Mwache wameandamana kushinikiza wasimamizi wa mradi huo kutekeleza matakwa yao kulingana na makubaliano. Mradi wa Mwache Multipurpose Dam unaotekelezwa katika kaunti ya Kwale, eneo bunge la Kinango, unalenga kutoa suluhisho la maji, umwagiliaji na usambazaji wa maji katika maeneo ya pwani na ndani ya kaunti ya Kwale. Wakazi sasa wanalalamikia mazingira duni ya utendaji kazi, ikiwemo kufutwa kiholela, kucheleweshwa kulipwa pesa za mashamba na hata ubinafsi wa kuajiri. Unasikiliza Jack FM 106.2, nguzo ya jamii. Na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imeanzisha teknolojia mpya ya usajili wa wapiga kura inayojumuisha kunasa mboni za macho kwa mara ya kwanza, huku ikilenga vijana wa kizazi cha Gen Z wanaotarajiwa kuwa na ushawishi mkubwa katika uchaguzi wa mwaka 2027. Katika juhudi za kuwalenga vijana waliotimiza umri wa miaka 18 kujisajili kama wapiga kura, IEBC imepanua maeneo ya usajili hadi vituo vya huduma kote nchini, pamoja na kupeleka vifaa vya usajili katika ofisi zote za maeneo bunge 290. Kwa mujibu wa kamishna wa IEBC Bi Anne Deritu, vifaa hivyo vipya vya kidijitali vinavyotumia mfumo wa Electronic Voter Identification System vina uwezo wa kunasa alama za vidole na mboni za macho, tofauti na vifaa vya zamani vya BVR vilivyokuwa vikubwa na vya kusumbua. Unasikiliza Jack FM 106.2, nguzo ya jamii. Na kimataifa ni kwamba serikali ya Marekani imefungwa baada ya wabunge wa Republican na Democratic
kushindwa kutatua mkwamo wa bajeti. Mgogoro huo unaathiri ufadhili wa shughuli za serikali mwezi huu wa Oktoba na baadaye, na unakaribia kusababisha usumbufu mkubwa kwa Marekani katika maeneo kuanzia safari za ndege hadi kutembelea mbuga za wanyama. Unasikiliza Jack FM 106.2, nguzo ya jamii. Ni hayo tu kwa sasa. Ungana nasi ifikapo saa 3 kwa habari zaidi. Jina langu ni Celestine Shiuka. Je, unajua kwamba una haki za kisheria